أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. Karibu katika kipindi Vipi Utapendwa na Watu, naye Ustadh Fathi Faisal Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وانفعنا بما علمتنا وتعلمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا صالحا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام, katika kikao cha mwisho tulizungumzia kuhusiana masala ya hadia, tahadu, tahabu, na tukaangalia baadhi ya umur ambayo yanahusiana na masala ya hadia, na tukataja mwisho baadhi ya adab alhadia. Nasema kwamba tukikutana tena, kwa sababu wakati ulikuwa hauko na sisi, hatukuweza kuelezea yale tuliyoyataja katika adabu za الهدية. لذا اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بآداب الهدية. هدية zawadi ina adabu zake, ama ina namna yake ambayo itafanya iwe itapendeza zaidi na iwe ajiri yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni ajiri kubwa. Adabu ya kwanza min adab alhadiyya qabul alhadiyyati walau kanat qalila, kukubali zawadi hata kama ni kichache, hata kama ni zawadi ndogo. Rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala law du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabt walau uhdiya li dhira'un aw qura'un la qabilt. amepokea Abi Hurairah hadithi ya sahaba Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi ya al-Bukhari, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, law du'itu ila dhira'in au qura'in, law nitaalikwa katika kula dhira' ama qira'. Dhira' ni sehemu ya juu ya mguu ama mkono wa mbuzi ama kondoo ama mashabaha dhalik, ikiwa ni ng'ombe, ngamia, ni ile sehemu ya juu ya mkono. Ama qura', qura' ni ile mguu, sehemu ya mwisho kabisa katika mguu wa mnyama. La ajab, nitakwenda katika karamu kama hiyo. An-Nabii sallallahu alayhi wasallam ذكر ذراع وقراع لأن ذراع كان من أحب اللحم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القطعة وهي ذراع ilikuwa ndio inapendeza zaidi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikialikwa katika kula dhiraa, ambayo ni sehemu ya juu ya magoti tuseme ya mnyama, ya mbuzi ama ya kondoo, katika mkono wake, yani katika maguu yake ya mbele, kwenda katika karamu kama hiyo, kwa sababu ilikuwa ndio kipande alichokipenda zaidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au qura'in, ama ile sehemu ya mwisho ambayo watu wanaichukulia kwamba ndio sehemu duni katika mnyama kama yule, pia vile vile nitakwenda katika karamu kama hiyo. Walau uhdiya li dhira'un au qura'un laqabilt, na lau nitapewa zawadi sehemu ile ya nyama ambayo ni dhiraa, nitaichukua na nitaikubali zawadi kama ile, na hata nikipewa sehemu ile ambayo ni ya mwisho ya maguu vile vile nitaikubali. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwamba ikiwa zawadi ni kubwa ataipokea, ikiwa zawadi ni duni pia vile vile ataipokea alayhi salatu wassalam. وكذلك روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه napokea Abi Hurairah kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ya nisaa almuslimat,
la tahqirna jaratun lijaratiha walau firsani shat. Nasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nisa almuslimat, enyi wanawake wa Kiislamu, asimdharau mmoja wenu jirani yake, yani jirani asidharau zawadi atakayopewa na jirani yake. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau firsani shat, hata kama ni kwato za mbuzi, ile sehemu ya mwisho kabisa anaokanyagia nayo ambayo hailiwi, kwato nasema hoof ya kizungu, sio ile firsani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema pia ukipewa ile usifanye kuwa ni duni, basi hata hii ni zawadi, madamu umepewa kutoka kwa mwenzako jirani yako, kubali. Na hayo ndio mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika hili la kutoa zawadi ama kupokea zawadi, hata kama ni zawadi ndogo kabisa, ile zawadi ambayo ni ndogo kabisa tunapokea bila kunungunika, bila kulalamika, bila kusema chochote, ni zawadi. Lakini huyu mwenye kutoa zawadi naye usitoe zawadi kuwa ni duni kwa sababu wewe umeifanya kuwa ni duni, yani kitu kwamba hiki hakinifai ama hii si standard yangu mimi, basi acha nikitoe. La, haipendezi namna hiyo. Ni kwamba wewe unajaribu kutoa kizuri zaidi ambacho unacho, yani wewe unajaribu juhudi yako kutoa kile ambacho ni the best you can, kile ambacho ni kizuri wewe unaona kwamba mimi naweza fanya, kifanye. Sasa uzuri wa kila mtu unatofautiana kwa kadri ya alivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa madhumuni kwamba kitu fulani mimi hakinifai, basi ndo nakitoa, ama kitu fulani kishaketi sana kwangu ndio tukitoa. Na hii ndio tabia ambayo tunayo sisi katika kutoa zawadi. Hata Ramadhani ilipoanza, misikiti watu kwa kutangaza, mwenye nguo ambazo hazifai tena, mwenye vitu ambavyo havitumii tena, vimekaa vimechoka vile, tena tutakwenda kwa watu wengine, sawa, vitawafaa wale watu. Lakini vitu kama vile, lau utatoa kitu ambacho ni kizuri zaidi, kinapendeza zaidi, bila shaka yote na wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakwenda kulipwa ambavyo ni vizuri zaidi. Laitahu kana jadidan, watu watakwenda sema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hela hivi ningelitoa ambacho ni kipya. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna tabia ambayo tunayo, kuna vitu ambavyo vinataka kuondoa, vitu ambavyo havinifai, vitu ambavyo ni duni, nikavitoa juu yake nikapambana vitu ambavyo ni vizuri kidogo. Hiyo haipendezi katika kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara aya 267, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, yani maamrisho kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, anfiqu min tayyibati, toeni katika mazuri ambayo tumewaruzukuni nayo, yani kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, wa mimma kasabtum, na yale mlioyachuma nyinyi kwa kazi yenu, kwa jasho lenu, wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, na kile kinachotoka katika mazao ya ardhi, wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi, na msichanganyi kizuri na kibovu. Sababu aya hii kushuka katika sababu nuzul, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipokea sadaqa ya Waislamu kutoka kwa wakulima zurraa wa Madina, walikuwa wakileta zile tende ambazo ilikuwa haziuziki, katika tende ambazo haziwezekani kupelekwa sokoni, hakuna atakayenunua. Sasa kizeta msikitini, juu yake wakisifinika na tende nzuri. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema kile ambacho wewe huwezi kukikubali usikitoe. Sababu mahal asaf nyingine ukiambiwa kuna watu wanahitaji, basi mimi natoa fi sabilillah, ukatoa kitu ambacho hakina faida, hakitumiki, hakuna kitakachomfaa mtu kitu kama kile, hata ukakitoa. Tusitoe vitu ambavyo havitofaa wenzetu, ama vitu ambavyo havina faida, na tunajua vitu ambavyo vina faida na vitu ambavyo havina faida, na si lazima utoe kingi ama kikubwa ndio ikubalike kwamba ni zawadi. Hiyo ni adabu ya kwanza. Adabu ya pili, kushirikiana katika ile zawadi ikiwa inagawanyika. Yaani nimeletewa mimi zawadi nikaona ni kubwa na tuko wengi, tukashirikiana pamoja katika hali kama ile ya zawadi, hiyo ni adabu ya zawadi. Rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, napokea Abi Hurairah radhiyallahu anhu akisema,
الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. يعني أبي هريرة رضي الله عنه نسمى wakati mwingine kuntu alsaqu batni bil ard, yani akilala kwenye ardhi kwa tumbo lake ili asihisi njaa. Kwa shida ya njaa, Abi Hurairah radhiallahu anhu alikuwa anashikanisha tumbo lake na ardhi. Wa in kuntu la ashuddu alhajara ala batni min aljuu, na wakati mwingine alikuwa nikikaba jiwe, nikiweka jiwe kwenye tumbo langu nikilifunga kwa nguvu ili tumbo lisidai chakula kwa shida ya njaa. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yukhrijuna min, siku kama siku nikaamua kuketi katika njia ambayo masahaba walikuwa wakipita. Anasema famarra Abu Bakr radiyallahu anhu, akapita Abu Bakr, fasaltuhu an ayatin min kitabillah, nikamwambia Abu Bakr, nina aya nataka unielezee, aya nataka unifundishe. Anasema ma saaltuhu illa liyushbi'ani, na sikumuuliza kwamba mimi nataka kujua hiyo aya, naijua aya, lakini ilikuwa ni njaa, natafuta namna ya kuzungumza na Abu Bakar. Fasaltuhu, nikamuuliza Abu Bakar, naye akanijibu kuhusiana na masala ya ile aya. Famarra walam yaf'al, akapita hakuniuliza kuhusu njaa yangu. Thumma marra bi Umar, kisha akapita Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Fasaltuhu an ayatin min kitabillah, nikamuuliza na yeye pia aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma saaltuhu illa liyushbi'ani, namuuliza kwa sababu nataka kula. Asema famarra falam yaf'al kadhalik, Umar naye pia akapita hakunifanyia chochote katika chakula. Thumma marra bi Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam, kisha akapita Mtume alayhi salatu wasalam. Nasema Mtume alipopita, fatabassama hina raani wa arifa ma fi nafsi wa ma fi wajhi, Mtume alipomwona tu akamjua kwamba Abu Hurairah ana shida ya njaa. Thumma qala ya Abu Hurairah, faqultu na'am, sema kamwita Abu Hurairah. Abu Hurairah akasema labbaika ya Rasul Allah, qala alhiq, nifuate. Wa madha fatabi'tuhu, akaenda Mtume na mimi nikamfuata nyuma. Fadakhala fasta'adhana, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia kwake, akataka idhni, akaingia. Naye Abu Hurairah asema fasta'adhantu faadhina li, nikaomba ruhusa ya kuingia, akaniruhusu kuingia. Fadakhala fawajada labanan fi qadhin, kisha Mtume akapata maziwa yako kwenye chombo. Faqal, Mtume alayhi salatu wasallam akasema min aina hadha al-laban, yatokapi haya maziwa? Qalu ahdahu laka fulan au fulana, imeletwa zawadi na mtu fulani, amekuletea zawadi ya Rasulullah. Qal, Mtume alayhi salatu wasallam akasema ya Abu Hurairah, sema qultu labbaika ya Rasulullah. Qala alhiq ila ahli as-suffa. Ahli as-suffa ni wale masakin waliokuwa wanazawia katika msikiti wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilipokuja ile maziwa, fariha Abu Hurairah kwamba nishashiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia alhiq li ahli as-suffa, nenda ukawaite ahli as-suffa. Nasema fada'ahum, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Hurairah, nenda ukawaite. Abu Hurairah radhiallahu anhu akawaita watu kama wale. Kisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Hurairah, ashrikuhum fil laban, yale maziwa yaliyokuja washirikishe na wao pia wanywe katika maziwa kama haya. Alhadith akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Yani ile maziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa yeye kama zawadi, lakini hakunywa peke yake. Akamwambia Abu Hurairah, kaniti watu wa Sufa. Kwa hiyo zawadi ile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama bainahu wa baina Abu Hurairah wa baina ahli Sufa, wote wakashirikiana katika zawadi moja. Kwa hiyo min al-adabi, ikiwa iko nafasi na inatosha zawadi, ni kushirikiana na wale ambao tuko nao karibu. Adabu ya tatu, taqdim al-hadiyati li ta'lif al-qulub. Sisi tunatoa zawadi kwa sababu ya kuunganisha nyoyo, tunataka tupendane, na haya ndio maneno yetu, kaifa naksibu mahabbata an-nas. Kwa hiyo al-ulfa baina an-nasi min sababiha taqdim al-hadiyya li ta'lif al-qulub, وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. lakini hadia inatolewa kwa sababu nyingine ambazo si sababu za ta'lif al-qulub. Mtume alikuwa hachukui alayhi salatu wassalam. روى البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية. محمد صلى الله عليه وسلم تلك كما سيكو alipewa أقبية ni jamu quba, na hii ni katika nguo ambazo ni dhayq min libas al-ajam, ni nguo ambazo zilikuwa zinadhiki katika mavazi ya ambao si Waarabu. Min dibajin mazruratun bidhahab, na ile nguo ilikuwa imetiwa vifungo vya dhahabu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqasamaha fi an-nasi, akawaganyia wote waliokuwa pale min ashabihi sallallahu alaihi wasallam, wa azala minha wahidan, katika kila alichogawanya akabakisha kipande kimoja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam limikhzamati ibn Nawfal, kumwekea Mikhzama ibn Nawfal. Fajaa wa ma'ahu ibnahu al-Miswar, kisha akaja Mikhzam na mtoto wake al-Miswar mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiki kipande nimekuachia wewe, nimekuwekea wewe, kuonesha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka kuunganisha baina ya moyo wake. Akasema alayhi salatu wassalam, ya aba Miswari, ewe abi Miswari, khabbatu hadha lak, nimeficha kipande hichi kwa sababu yako wewe. Ya aba Miswari, khabbatuhu hadha lak, akarejelea tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii nimeificha kwa sababu yako wewe. Na hii ilikuwa katika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutaka kuwa karibu na huyu sahaba radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu an kulli sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukitoa kwa sababu ya kuunganisha inapendeza, na ndio katika adabu ya zawadi. Adabu ya 4, shukru al-muhdi, kumshukuru anayekupa zawadi, shukrani kwa njia yoyote. Anasema Abu Daud amepokea hadithi hii bisanad hasan an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man urtiya ata'an, yule atakayepewa zawadi chochote atakachopewa katika cha kupewa, fawajada falyajzi bih, basi alipe. Kulipa kwake ni vipi? Ay wajada malan au wajada qudra ala mukafaati aljazi bihi, ukipata kitu na wewe ukamregeshia kama zawadi pia inapendeza. Fa in lam yajid, ikiwa hakupata na yeye cha kutoa kama zawadi pia vile vile, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyuthni bihi, at least compliment kwa ile uliopewa zawadi. Nimekupa zawadi, mashaallah, zawadi nzuri, na furahi, imenipendeza. Kama ni nguo nimeivaa, mashaallah, imenikaa vizuri kabisa. Hata kama ikukaa vizuri, toa compliment, mwambie kwamba nashukuru ulichoniletea ni kizuri, umeletea chakula, mashaallah, chakula chako kilikuwa kizuri jana, mashaallah, Mwenyezi Mungu akuzidishie katika khairi yake, kimenipendeza, ilikuwa ni kitamu ladhid. Hivyo ndivyo ilivyo. Faman asna bihi faqad shakarahu, yule atakayetoa compliment kwa ile chakula ama kwa ile zawadi aliyopewa, huyo tayari ameshamshukuru yule ambaye amempatia zawadi kama ile. Waman katamahu faqad kafarahu, na yule atakayenyamaza tu wakati kwa zawadi akaiweka, huyo hajashukuru kwa zawadi aliyopewa. Kwa hiyo unapopewa zawadi, mahma kan alhadiya, shukuru, muoneshe appreciation kwamba mimi na appreciate ile ulivyofanyia, nashukuru, imenipendeza. Hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tayari wewe utakuwa umemshukuru yule mwenye kutoa. Vile vile rawa al-Bukhari bisanad hasan an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء, yule atakayefanyiwa jema, akafanyiwa lolote ikiwemo zawadi umepewa, kisha ukamwambia yule aliyokupa jazakallahu khair, Mwenyezi Mungu akujazi khairi kwa yale uliyofanyia, anasema faqad ablagha fi thana, huyo amefika kilele katika kumsifu, yani amemfikishia kilele katika kumshukuru. Hiyo ndio sunna bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-adabu al-khamis, adabu ya 5, an tuqaddima al-hadiyati lil-aham fal-aham wa lil-aqrab fal-aqrab, mpe hadia zawadi kama ile kwa aliye karibu na wewe zaidi. Kwa hiyo ikiwa tutatoa zawadi, tuangalie yule ambaye yuko karibu na sisi zaidi, ndio tumpe zawadi kabla ya kuwapatia wengine. Hadithi ya Bukhari
حديث أبي عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين يا رسول الله فإلى أيهما أهدي يا رسول الله من majirani mawili jirani wawili nao kuna jirani upande wa kulia na upande wa kushoto nimpe nani katika hao wawili asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila aqrabihima minki baba yule ambaye mlango wake uko karibu na wewe zaidi kwa hiyo yule ambaye uko karibu na wewe ndio anza naye kwa zawadi yule ambaye unahusiana naye karibu anza naye na zawadi hiyo ndio adabu na ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam adabu al-sadis katika adabu ya sita adamu raddi at-tibi au ar-raihan kutoregesha zawadi ya manukato mafuta mazuri harufu ya kunukia usiregeshe unless iwe na kudhuru روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب محمد صلى الله عليه وسلم الكهرجيش منوكاتو نيه أنس vile كان لا يرد الطيب هرجيش منوكاتو akipewa وزعم أي أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب mtume الكهرجيش منوكاتو anaopewa kama zawadi alayhi الصلاة والسلام adabu ya saba yajuzu raddu alhadiyati in kana almuhdi yuridu biha istiktaran inaruhusiwa kuregesha zawadi imekuja lakini ina maslahi ndani yake imekuja ina malengo mengine ina hidden agenda ndani yake waruhusiwa kuregesha hivyo ndivyo alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokaa siku katika masiku akaletewa zawadi na baadhi ya watu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema waimu wallahi la aqbalu ba'da yawmi hadha min ahadin hadiyatan illa an yakuna muhajiran quraishiyan au ansariyan au dawsiyan au thaqafiyan Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuanzia leo sipokei tena zawadi kwa mtu yote illa iwe ni kwa muhajir ambaye ni quraish ama ni ansar katika watu wa Madina ama Daus ameletea zawadi ama katika watu ambao ni Thaqafia zaidi ya hao sipokei wama alillatu fi dhalik masahaba wanasema lianna ghayra haula'i yu'ti alhadiyata wa yuridu istiktaran makabila mengine walikuwa wakitoa zawadi kwa malengo kwa wao wafanyiwe jambo na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam وهذا يخرج من باب الهدية إلى مسمى الرشوة hii inatoka katika musamma wa hadia inaingia katika musamma mingine kwa hiyo Mtume sallallahu kwa kiregesha hachukui zawadi kama hiyo وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة kuna mtu katika bani Fazara alimpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamia wao yule alikuwa amepotea katika ghaba baadaye wakatoa kimaneno kwamba tukipata ngamia kama ile tutampatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopatikana ngamia yule wakamleta kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwambia Rasulullah tutakupa ngamia lakini wewe tupe ng'ombe badala ya ngamia wetu wewe tupe ng'ombe asema fasaida an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-minbara faqala mtume akapanda minbar katika masiku akasema yahdi ahaduhum mmoja wao anatoa zawadi kisha katika zawadi kama ile fa uawidhuhu biqadri ma indi kisha mimi nitoe kwa kile nilicho nacho kisha anakidharau ama anakifanya kichache kile ambacho amepewa la aqbalu ba'da عامي هذا من العرب هدية إلا من قريش أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي بعد leo sipokee tena zawadi kwa watu waliowataja peke yake wengine sitaki zawadi zao sababu zawadi zao huzitoa kwa maslahi ama huzitoa kwa malengo ama huzitoa kwa sababu wao wanahitaji kitu badala yake hizi ni miongoni mwa adabu za hadia kwa hiyo tunapotoa hadia ayo alikuwa tuchungeni adabu kama hizi ili hadia zetu ziwe zitakuwa na athar katika mujtamaa zilete manufaa zilete maslaha zilete
baina yetu. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atuunganishe nyoyo zetu. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subul salam wajannibna fawahisha ma dhahara min batan birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Shukran jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Hafidhina dhakirina. Umekuwa ukisikiliza kipindi Vipi Utapendwa na Watu, naye Ustadh Fathi Faisal Said. Sauti ya huruma ni yetu.